mudghatan, kisha linakuwa ilo umbo ni kipande cha nyama katika muda huo huo wa siku 40. Thumma yursalu ilayhi malak, kisha umbo lile linapelekewa malaika. Fayanfukhu fihi ruh, malaika yule anamfifia roho. Wa yu'maru bikatbi 4 kalimati, malaika yule anaamrishwa aandike mambo 4. Bikatbi rizqi, kuandika riziki ya kiumbe kile. Wa ajalihi, na kuandika ajali ya kiumbe kile. Wa sa'idun au shaqiyun, na kiumbe kile kitakuwa ni kiumbe chema au kiumbe kiovu. Hebu iangalie hii sayansi hapa anaizungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni biolojia kubwa sana, na wakaja wakatazama wakaona ni hivi hivi. Bali Abdullah ibn Salami radhiallahu ta'ala anhu, wakati ule akiwa bado hajasilimu, mwalimu huyu wa watu wa imani ya Kiyahudi, yeye alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi nitakuuliza maswali, hajui majibu ya maswali hayo ila nabii, ila nabii. Kamuuliza, amwambia, niambie chakula cha kwanza watakachopewa watu watakapofika peponi kabla hawajala kichochote, kabla ya chochote watapewa pale breakfast. Kuna chakula, watapewa chakula gani watu peponi? Anamwambia, niambie kwa nini mtoto anazaliwa amefanana na baba yake au anazaliwa amefanana na mama yake? Kwa nini? Kwa nini? Anamuuliza maswali, asema hajui majibu ya maswali haya isipokuwa nani? Nabii. Anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu, anamwambia, amma awwalu ta'ami ahli aljanna, ama chakula cha kwanza utakachokula watu wa peponi, fakabidul huti, ni maini, yani ni supu ya maini ya samaki chewa. Watu supu ya samaki ile, watu kabla hawajaanza kufanya vurugu zao watakilimiwa. Starter, watu kula kwenye vyakula na hoteli makubwa wanajua kuna kitu kinaitwa starter. So unavamia tu, kuna mahali atakuwa upite kwanza, tumbo lishtuliwe, sababu habari kubwa ulikuwa kaburini mamilioni ya miaka, ndio umevumburuka, umepata pepo. Sasa wewe unataka uanze na nini? Wafikiri lazima kwa vitu uanzie. Abdullah ibn Salam anamuuliza Mtume, watu wataanzaje peponi?